Inasikitisha sana kuona jinsi ukatili wa Benjamin ulivyopitiliza. Hapa Benjamin na mshtuko wa Anna. Benjamin alikuwa tajiri mkubwa, lakini aliamua kucheza na maisha ya Anna kwa namna ya kikatili. Alimfanya Anna ampe huruma yake yote kwa kujifanya anaumwa, kumbe alikuwa akimtumia kama sehemu ya mchezo wake wa burudani. Benjamin alikuwa anafuga mamba wawili katika bwawa lake la kuogelea la binafsi kwa ajili ya starehe, na mara nyingi aliwaalika marafiki zake kuja kuwatazama na hata kugeuza wakati wa kuwalisha kuwa shindano la kufurahisha. Katika sherehe moja, Linda aliangusha kwa bahati mbaya bangili yake ndani ya bwawa wakati akiwalisha mamba hao. Ili kumvutia Linda, Benjamin alitoa ofa ya 50,000 kinyota papo hapo kwa mfanyakazi yoyote ambaye angekuwa tayari kuruka ndani na kuichukua. Wakati hakuna mtu aliyejitolea, alipandisha zawadi hiyo hadi kinyota 100,000. Hatimaye, mhudumu mmoja alijitokeza. Benjamin alihisi sauti ya mtu huyo ilikuwa inafahamika, lakini hakutilia maanani sana wakati ule. Mwaka mmoja mapema, Benjamin alikuwa ameshindwa katika mchezo wa Truth or Dare na akapewa changamoto ya kumtongoza msichana kutoka mitaa ya mabanda. Kwa muda wa miaka 3, alimchagua Anna na kuigiza tukio la uokoaji la kusisimua. Alijiumiza kwa makusudi na kujifanya amepooza ili kupata huruma ya Anna. Tangu wakati huo, Anna alijitolea kikamilifu kumtunza na kubeba majukumu yote ya kifedha chini ya maelekezo ya Benjamin. Daktari mmoja alishirikiana nao katika udanganyifu huo na kudai kuwa misuli ya miguu ya Benjamin ilikuwa imesinyaa sana na ilihitaji upasuaji wa haraka, la sivyo angekatwa mguu. Upasuaji huo ulisemekana kugharimu $300,000. Kwa Anna, kiasi hiki kilikuwa kikubwa mno, lakini aliahidi kuwa angepata njia ya kukipata. Ili kuokoa pesa hizo, Anna aliacha nafasi yake ya masomo katika chuo cha sanaa, Academy of Fine Arts, na nafasi hiyo baadaye ilichukuliwa na Linda. Anna alifanya kazi nyingi na kupunguza kila gharama inayowezekana. Hakujua kamwe kuwa ghorofa nzima ya jengo lao la makazi ilikuwa tayari imekodiwa na Benjamin, na vyumba vingine vilikuwa vimekaliwa na marafiki zake matajiri. Walimtazama Anna akihangaika kupitia kamera za usalama na kuchukulia shida zake kama burudani tu. Baadaye, Anna aliona tangazo la hospitali likitoa ruzuku ya 20,000 kinyota kwa ajili ya kuchangia uboho, bone marrow kinyota. Ili kupata pesa za upasuaji wa Benjamin haraka iwezekanavyo, alichagua kuchangia. Wakati pesa hizo zilipowekwa kwenye akaunti, aliamini kuwa alikuwa anakaribia lengo la kinyota 300,000. Punde si punde, rafiki yake alimjulisha kuhusu kazi ya muda katika jumba la kifahari inayolipa $800 kwa usiku mmoja. Alikubali bila kusita, bila kujua kuwa jumba hilo lilikuwa la Benjamin. Jioni hiyo, Benjamin alikuwa ameandaa sherehe ya kumkaribisha Linda, ambaye alikuwa amerejea kutoka nje ya nchi, na alimzawadia mkufu wenye thamani ya $3 milioni kinyota. Wageni walikusanyika kando ya bwawa kuwatazama mamba, na bangili ya Linda ilianguka majini tena. Benjamin alitoa tena ofa ya kinyota 100,000 kwa mtu atakayeichukua. Akiwa amedhamiria kupata pesa za upasuaji wa mpenzi wake, Anna alipuuza ukweli kwamba alikuwa ametoka tu kufanyiwa upasuaji wa kutoa uboho na akaruka ndani ya bwawa la mamba. Watu waliokuwa ukingoni walicheka na kulichukulia tukio hilo kama onyesho. Alipotoka nje, Benjamin alisikia mlio wa simu yake unaofahamika na hatimaye akagundua kuwa mhudumu yule alikuwa Anna. Katikati ya dhihaka na masimango ya matajiri wale, Anna alijifunza ukweli wote, kuwa nyumba ile ilikuwa ya Benjamin na yeye alikuwa tu mjakazi na chombo cha burudani kwao.